Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi. Unasikia? Huko nje wako mbwa na wazinzi na wachawi na wauaji na hao wanaoabudu sanamu kama Mungu, na kila mtu apendaye na uongo na kufanya apendaye uongo na kuufanya. Mungu amsaidie. Toka huko nje. Sio nini? Mbona urudi? Toka huko nje sio salama. Malizia. Toka huko nje sio salama. Maana kuna watu gani? Kuna mbwa. Tabia mbwa unajua wewe? Mbwa hana mume mmoja. Mbwa nyangumango yote. Yeye ndio tabia, ndio wako nje wanafanya mambo ya namna hiyo. Mbwa tabia mbwa anaijua. Nyangumango nzima mwanamke mmoja. Wanaume wote wa Nyangumango wanamfuatilia nyuma, wananusa nusa. Ndio tabia za watu wa nje. Mbwa toka huko nje, sio salama. Sio salama mama. Anaongea mfano ambao uko hai. Mbwa, tabia za mbwa. Maana Biblia inasema huko kuna mbwa. Wanafikiri mbwa nini? Wanasema watu kwa sura ya mbwa. Wenye tabia za mbwa. Una heri wewe uliyesoma afu na Yesu, jipigie makofi. Maana wasomi na wamesoma, sigara imeandikwa no smoking and smoker. Why do you do? Imani wa no smoking, alafu ana smoker. How are you? How you fine? How you are class? Uko sawa, uko mbwa kuna, uko nje kuna mbwa. Hao watu ni hatari. Wamevaa sura ya mbwa lakini ndani nje tunaona binadamu, kumbe ni mbwa. Toka mapema, sio salama. Nikualike leo kwa jina la Yesu. Maana Yesu anakuita, anataka utoke huko nje mama. Inawezekana huko ndani ya hekalu zuri sana. Inawezekana huko ndani ya jengo zuri sana, huko ndani lakini tabia zako za mbwa. Wewe inawezekana huko ndani lakini tabia zako za nje, na unaingia kanisani lakini tabia zako za nje. Toka mapema. Tunakualika leo kabla anaruka mwanaume atakaporudi atakukuta huko nje, itakuwa ni kilio na kusaga meno mama. Haleluya, haleluya, haleluya. Anachokisema huko nje kuna watu gani? Na wachawi na wazinzi na wauaji na wafiraji na wako yamesema mambo yao mengi kule, na wanaoabudu sanamu kule nje ndo wapo. Lakini walioko ndani ya Yesu Kristo, hao wako salama katika jina la Yesu. Walioko ndani ya Yesu Kristo, hao wako salama. Maana Biblia inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na kila mtakalo fanya mambo yetu lazima yafanikiwe katika jina la Yesu. Maana tuko ndani ya mwanaume. Wengine wanaitikia hujanielewa. Unaandika huko nje ni wapi? Na ndani ni wapi? Siongelei ndani ya jengo na wala nje ya jengo. Naongelea kuwa ndani ya Yesu Kristo. Maandiko yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Mapya ni yapi na ya kale ni yapi? Maana yake tunapookoka tunahamishwa katika ulimwengu wa roho, tunaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, tunafanya watoto wa Mungu. Lazima sharti la kwanza, lazima uokoke ndio ukae ndani. Kama umekataa kukaa ndani, huko nje tabia za mbwa lazima zikuchote tu maidia. Hazitakubakiza. Dunia na waya waya. Karibia tapasuka na mzigo wa dhambi umeilemea. Hii dunia ina waya waya. Ina waya waya leo kama nini? Kama machela, na mzigo wa dhambi umeilemea. Na imevunjika. Karibia tapasuka, na ikipasuka wale wako unayegemea dunia mpendwa. Umeegemea dunia, ikipasuka utakuwa mgeni wa nani? Toka huko nje. Wako mbwa. Toka huko nje mapema. Kuna wachawi, kuna wazinzi huko nje. Inawezekana huko kanisani, kumbe leo huko nje umeingia.
Lakini nimekurudia leo ndani unasema niko kanisani. Wanawezekana uko kanisani uko nje. Si unahirizi wewe? Wewe unahirizi wewe unajijua. Wewe unaniangalia wewe. Unahirizi wewe. Na umeingia kanisani. Wewe jana usiku ulienda kuanga, ulipita ulipako, unaniangalia wewe. Wewe unajijua. Na wewe uko nje. Rudi acha tabia za mbwa hizo. Wewe jana ulienda kwa mke wa jirani, tabia ya mbwa hiyo. Wewe unaniangalia kwa jicho, nimekunasa, nimekuona ni wewe. Ulituma message jana. Kama unampenda mke wa mtu ni wewe. Tabia za nje hizo. Njoo kwa Yesu. Na wengine wanateseka na dunia hii kwa sababu wako nje. Na wengine Yesu hajarudi mpaka leo. Pazia la kale lijapasuka, wametenganishwa. Wakifikiri tabia ya mbwa wataishinda kwa kujenga ni ukuta. Hutaweza, rafiki yangu, itakunasa. Tabia ya mbwa utaishinda wewe tukaweka ukuta ndani. Tusichangamane. Mimi siongelea imani ya mtu, naongelea tabia ya mbwa. Abadilishe utu wako wa ndani. Hicho ndio naongelea habari yake. Sisi tuliokoka tumeonja uzuri wa Yesu. Hata mimi pasta hapa napoongea sikuwa hivi nilivyo. Nilikuwa tabia za ukoo wetu wa kwetu kule, tabia za kuoa wake wanne, kuoa watatu, lakini nilipokuja ndani ya Yesu, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama na kwa mapya yanabadilishwa na Roho Mtakatifu. Anakuja kwangu, anafanya makao kwangu, anaanza kutengeneza maisha yangu, anaanza kutengeneza utu wangu wa ndani, unaanza kuimarishwa ndani. Lakini tunaimarishaje mpendo? Lazima usikie injili ya Yesu inapohubiriwa. Ukubali leo usikie habari hizi. Sawa, huyo mwanaume aliyekufa Kalvari akaangikwa msalabani kwa ajili yako mimi na wewe tuokolewe. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Na wewe unasubiri nini mama? Toka huko nje. Unasubiri nini dada? Toka huko nje. Umevaa kupana kulenga waume za watu. Hatulengeki kwa jina la Yesu. Tumebadilishwa na mwanaume. Umevaa kiminisketi. Leo mnatuvalia kabutura kwa aina za chupi. Tutawaambia tu tutawashinda kwa sababu akaenda aliyetu ni mkuu sana. Haiwezekani kumutwa. Lazima ubadilishe kwanza utu wako. Hautashinda dunia hii na dini yako nzuri na kanisa lako nzuri la watembea wa kunyata la kuongea kwa sauti ndogo. Hautaweza my friend. Dini sio tiketi ya kwenda mbinguni. Hili dini letu haijisaidia tupeleke mbinguni my dear. AGT kupeleke mbinguni my dear. THI kupeleke mbinguni my dear. FPCT kupeleke mbinguni my dear. Kitakupeleka walionunuliwa kwa damu ya mwanaume ya Yesu Kristo mwana wa Mungu hai, waliooshwa kwa mavazi ya mwanaume kwa damu ya Kalvari. Wamevikwa hao, damu ya mkombozi imewatoa kwa nguvu ya Bwana mume. Ndio utaweza kushinda dunia hii iliyobadilika. Mwanaume umeolewa na mbwa, mwanaume ataoa mwanaume mwenzake, mwanamume anatembea na mwanaume mwenzake. Hiyo hisia unapata wapi my dear? Pepo baya ndio kuingia tabia za nje hizo. Toka huko mapema kabla parapanda jalia. Utaomboleza na kusaga meno. Maana Yesu anasema karibu narudi kuitengeneza dunia. Amesema sitawaangamiza wanadamu tena kwa maji. Unaona linalopata liupinde na mai. Hilo ni agano Mungu aliweka. Amesema niwaweka wanadamu hawa kwa ajili ya ziwa liwakalo moto. Lakini mle ndani ya lile ziwa wakofunza si pesho. Kwenye moto kunafunza. Huyo ni muumbaji. Naongea habari za mwanaume wa wanaume. Wewe unayekataa kuamini, amini na kwamba hivi utakapokufa sekunde na huyo imani yako inayokudanganya kwamba uko kwenye imani sahihi, toka huko nje. Wako mbwa, wako wachawi na wauaji na wazinzi, wafilaji wako nje. Lakini wale wako ndani. Ndio maana kueleza unapookoka sasa inafanya process. Inatakiwa uanze kusema maandiko, ukae chini ya mwalimu akufundishe namna ya kukulia wokovu. Hata kama ulikuwa mwimbaji wa kidunia, unapopata neema na kukukuta ya wokovu, lazima ukae chini. My dear, must be you sit down. Kaa chini upate maelekezo. Hata kama una talent na uimbaji na hakuna, lazima ufundishwe. Tuache wachungaji kuleta mtu amekuja mwimbaji alikuwa duniani hapa wanafika tunapata mazao. Hapana, akae
chini ya fundisho, afundishwe kwanza, aondolewe matabia yake ya mbali, ndio namweka eti kiongozi wa kwaya huyu wa tabia za mbwa huyu, ndio anasimamia kwaya, hata watembea na wote. Si mbwa huyu ana tabia ya mbwa huyu. Wewe uko mbwa, wako mbwa huko nje, ndio hawa wamekuja kanisani. Sasa unataka wanaingiza bila, lazima ukubali kubadilika. Na hapa kuna mchakato wa kubadilika. Ndio naandika tuone hapa namba moja ya kale ni matendo yanayotokana yanayotendwa na watu wa nje. Warumi 8:1-10. Galatia 2:20. Hayo matendo ya kale ya koji ya watu wa nje ya koji. Warumi 8, somea. Warumi 8:1-10 inasema, Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Walio ndani ya Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu. Biblia inasema walio katika nini? Rudia, sio Biblia inasema. Inasema sasa basi. Hakuna hukumu ya sema adhabu. sasa basi. Hadi la sasa basi. Hakuna hukumu. So basi ndio kufanya adhabu. Unajua hukumu ya adhabu ya kipigo ya makosa uliyofanya, lakini tulio ndani hakuna hukumu ya adhabu, maana Yesu ndio Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Ninyi hamfuati mwili, lazima Roho wa Mungu akae kwetu. Bali mwafuata Roho, Roho wa Kristo. Yes, hiyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Nasikia hiyo? Na Kristo akiwa ndani yetu. Sasa Kristo anakujaje kwako? Lazima ukubali kuokoka ili Yesu aingie kwako. Na hii ni habari ya Yesu. Nasema kwa wewe, unasema mwingine akaniambia, wewe mchungaji unasema mmeshasamehewa dhambi, mkalae msubiri kwenda mbinguni. Naambia sawa, kwa sababu ya wewe wako mjinga wa kitoto na unafikiri kwamba tunapookoka tunaanza maombi na kumhitaji Roho Mtakatifu, tunaanza kufundishwa, tunaanza neno la Mungu liko hai. Ukisoma Ibrania 4:12, neno la Mungu li hai, lina nguvu, linachoma, linang'aa. Maana yake linaingia kutupeleleza mpaka na mawazo na waza nini? Kwa sababu Mungu wetu sio kama Mungu wenu nyinyi. Ndio nasema bali roho yenu i hai. Bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Kwa sababu ya haki. Amen. Umeshika mpaka 10. Galatia 2:20. Kristo ndani yangu, endelea. Na uhai nilionao mimi Yesu katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda mimi Elias, akajitoa nafsi yake kwa ajili ya kama msalabani, kwa ajili ya kunikomboa, kwa ajili ya kuninunua. Amenichagua nimtumikie. Nimeonja uzuri wake, nimeonja kazi zake, nimeona uwezesho wa kushinda dhambi kwa sababu amekaa ndani mwangu. Hautaweza kushinda dunia hii. Leo akina dada eti mtu mjamzito hivi huko nje huko, sema tabia za nje hizo. Huko nje huko kabebesha mimba na mume wake, halafu sisi atoja tumbo lake, kanavaa kabedo, halafu eti kamaishia hapo. Why sisi linalibika hii? Nani anatumia tumbo lako sisi? Tabia za nje. Una mimba halafu unaona inisikia. Badilika. Utaenda kupigwa jehanamu, inakungoja. Geuka mapema. Ushaikuona hiyo fashion imetoka siku hizi. Mama wajawazito, tumbo kubwa, nguo fupi, mimba ya mwingine, waoneshe tumbo lako wengine. Kamuoneshe mume wako huko ndani. Biblia inasema wengine watapigwa kidogo, wengine sana. Kwa hiyo wewe unasababisha wengine, kwa sababu wanadamu tulivyoumbwa wa tamaa. Ndio maana hata kipindi cha zamani, Agano la Kale, wana wa Israeli wakamwendea Musa, wanamwambia Musa, turuhusu tutoe taraka tuachane. Musa anamwambia basi, kwa sababu ya tamaa zenu acha oa mke mwingine. Hii imekuwa changamoto. Lakini bila ndani, bila kwenda na Yesu Kristo, utaharibikiwa. Soma Galatia. Rudi kwa Yesu kama ulikuwa utakuja maliza mpaka 21. Sibatini neema ya Mungu. Nini? Na kijana na roho nini? Kwa hiyo unazaliwaje? Unazaliwa pale injili inapohubiriwa.
unasikia neno la Mungu linaingia, linachoma moyo wako, linabadilisha, unakubali, unalia mpaka machozi. Mbona nikushuhudia kidogo? Mimi wapendwa, wakati sijaokoka nilikuwa napenda sana kwaya. Kwa hiyo imani ya kwaya, Mungu awabariki sana. Hata wewe unawezekana mtu anakuja kwa ajili ya kwaya. Hawaja hata kuokoka. Wao ndani humu wako wengi tu. Mimi nilikuwa sina kanisa ndio kwa mwimbaji sana. Wanaimba huyu hapa shahidi Yohana. Wanaimba kwaya baba ni au niimbe na kaimba. Tunaimba na mimi kama nasijia mnaimba kwaya. Anguko ya kwa sijema. Anguko msimcheke na mimi. Anguko la dunia. Anguko linakuja.